You are watching Lumala Hope TV. There is hope in Jesus Christ. Ni wakati wa huzuni, Yesu awaga wanafunzi wake mlimani. Wengi walilia, hawakuamini Bwana wao aondoka. Ni wakati wa huzuni, Yesu awaga wanafunzi wake mlimani. Wengi walilia, hawakuamini Bwana wao aondoka. Makaoni pake Yesu Bwana nitaketi naye, nawe utaketi naye Bwana muumba wako. Ndugu, usife moyo, usikate tamaa, simamia imani ushinde. Makaoni pake Yesu Bwana nitaketi naye, nawe utaketi naye Bwana muumba wako. Ndugu, usife moyo, usikate tamaa, simamia imani ushinde. Ndugu yangu, kaa tayari, Bwana anarudi. Kama alivyopaa tarejea. Ondoa mashaka, jiweke tayari. Rojo rojo imbele yako. Ndugu yangu, kaa tayari, Bwana anarudi. Kama alivyopaa tarejea. Ondoa mashaka, jiweke tayari. Rojo rojo imbele yako. Makaoni pake Yesu Bwana nitaketi naye, nawe utaketi naye Bwana muumba wako. Ndugu, usife moyo, usikate tamaa, simamia imani ushinde. Makaoni pake Yesu Bwana nitaketi naye, nawe utaketi naye Bwana muumba wako. Ndugu, usife moyo, usikate tamaa, simamia imani ushinde. Makaoni pake Yesu Bwana nitaketi naye, nawe utaketi naye Bwana. Kwa mabawa kama tai, hukimbia wala hawachoki, hutembea wala hawazimii. Hilo ndilo fungu kuu. Lakini somo linasema, je, wamfahamu tai? Je, wamfahamu tai? Ili ni somo lililokaa kwa mfumo wa swali. Wale wataalamu wa lugha wanaelewa.
Je, wamfahamu tai? Wangapi wanamfahamu tai? Wamewahi kusikia, wamewahi kumuona au wamewahi kuona picha zake? Mikono juu. Basi vizuri. Kwa wewe ambaye umewahi kumuona na wewe ambaye umewahi kusikia na ambaye hujawahi kusikia, twende sambamba leo tukajifunze huyu tai ni nani. Huyu tai ni nani? Tai ni ndege ambaye anakula nyama. Cha kwanza ni ndege anayekula nini? Nyama. Ni jambo la kushangaza kuona ndege anakula nyama. Lakini tai ni ndege jamii ya wawindaji. Miongoni mwa wanyama wawindaji ni simba. Kwa hiyo tai tunamweka katika kundi hilo, ya kwamba naye ni ndege, lakini ni ndege ambaye anakula kwa kuwinda. Tofautisha ndege kama kuku, bata, njiwa na ndege wengine. Ndege tai ni ndege anayekula nyama, lakini pia kula kwake ni lazima atoke kwa ajili ya mawindo. Anakula wanyama wengine kama panya, nyoka, lakini pia anakula samaki na ndege wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kujiuliza, huyu tai anawezaje kula viumbe kama hivyo? Lakini umri wa tai unakadiriwa kuwa miaka 20 mpaka miaka 30 kwa yule tai ambaye anakaa polini, lakini tai ambaye anakaa sehemu ya hifadhi ukaa miaka 40 hadi miaka 50. Huenda wewe usifikishe huo umri, ya kwamba usifikishe miaka 50, lakini tai anafikisha. Hapo ndipo nayaona maajabu ya Mungu. Maajabu ya nani? Ya Mungu. Ninakwenda kuanza somo. Ninaomba wote tusimame. Naomba tuimbe kwa pamoja nyimbo hii. Wapendwa, jitahidi kufanya mapenzi ya nani? Ili upate kuruka kama tai. Tai ni ndege ambaye ni wa ajabu kidogo. Ni ndege ambaye anakaa maeneo yafuatayo. Yaani tunakwenda kuyaangalia makazi ya tai. Tai anakaa kwenye milima na vilima. Milima na nini? Na vilima. Ikimaanisha kwamba ni ndege ambaye anakaa juu. Sio tu juu sana. Haleluya. Haleluya. Ni kwa nini tai anakaa juu? Tai hukaa juu kwa sababu ya usalama na kuona mawindo. Ya kwamba yeye ni ndege anayewinda. Kwa hiyo ili ayaone mawindo ni lazima akae eneo la juu ili aone au aweze kupata chakula. Lakini pia kwa ajili ya kuwa salama. Lakini tai huyo huyo hukaa kwenye maeneo ya misitu
mikubwa. Misitu mikubwa, ambayo misitu hii mikubwa mara nyingi huwa na miti mikubwa, lakini huwa na miti mirefu sana, na miti hiyo na eneo hilo humfanya yeye kujilinda dhidi ya maadui. Makazi mengine ya tai hukaa maeneo ya wazi, maeneo ya nyanda na maeneo ya savana. Kama nilivyotangulia hapo awali, hukaa sehemu za juu. Juu ni sehemu ya wazi sana, ili yeye aweze kuyaona mawindo yake. Lakini tai, kuna baadhi ya tai wao hukaa karibu na maji, yaani karibu na ziwa, karibu na mto, lakini pia karibu na bahari. Aina hii ya tai hula samaki, ndio maana hukaa karibu na maji. Lakini eneo la mwisho na la kushangaza, tai ni ndege ambaye anakaa katika mwamba na maporomoko. Wangapi mmewahi kusikia habari ya maporomoko ya maji? Wangapi mmewahi kusikia? Basi tuchukulie maporomoko kama tunavyoyafahamu. Huenda yakawa ni maporomoko ya maji, au huenda yakawa maporomoko ya namna nyingine. Hapo ndipo makazi ya tai yanapokuwa, sehemu ambazo ni hatari sana kwa adui kuweza kumfikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya kuyajua hayo yote, ninapenda sasa msomaji ashike Biblia, lakini pia awe ni msomaji anayefuata alama za uandishi. Penye kituo utulie, penye koma nawe ukome, vivyo hivyo na alama nyingine za uandishi. Tusome kitabu cha Zaburi sura ile ya 25 na ule mstari wa 3. Zaburi ya 25 mstari wa 3. Na katika kitabu cha Zaburi sura ya 25 na ule mstari wa 3 ni kitabu ambacho kinakwenda kutuhusianisha sisi wacha Mungu na kumlinganisha tai na sisi, ya kwamba sisi wacha Mungu tunatakiwa kuwa na sifa gani. Na kupitia somo hilo, kupitia fungu hilo, tunakwenda kujifunza sifa za ndege tai. Sifa za ndege tai. Nimewambia kwamba tai hukaa sehemu za vilima, lakini pia hukaa kwenye miti mirefu sana. Unaweza ukajiuliza, sasa anawezaje kuona panya aliye mdogo kabisa akitembea hata ashuke kwa ajili ya kujipatia kitoweo? Wataalamu wanakwambia kwamba macho ya tai ni makubwa. Nani humo na macho makubwa? Kwa hiari yake anyoshe. Haleluya. Baadhi wamenyosha. Sasa yupo ndege tai ambaye yeye ana macho makubwa, na kuwa na macho makubwa haitoshi. Kuwa na macho makubwa haitoshi. Kuwa na macho makubwa kunaambatana na kuwa na seli nyingi zinazomsababisha au zinazomfanya yeye aone kwa urahisi na kwa mbali zaidi. Seli hizo zinaitwa photoreceptors. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na tai anakadiriwa kuona umbali wa takribani kilomita 3 hadi kilomita 5. Ni jambo la kushangaza kidogo. Hata kama pamenyoka kiasi gani, huwezi wewe hapo ukaona umbali huo. Na unaambiwa ya kwamba tai huyu ana uwezo wa kuona mara 4 hadi mara 8 zaidi ya uwezo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi wewe unavyoona sasa, tai anaona mara ngapi na zaidi? Ndio utambue ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Ni Mungu wa ajabu, na aliumba viumbe vyote na dunia katika hali ya ukamilifu na hali ya utimilifu. Aliyepata kitabu cha Zaburi sura ya 25 mstari wa 3 atusomee. Imeandikwa. Naam. Na
wakungojao hawataaibika hata mmoja. Ndiyo, Wataaibika watendao uhaini bila sababu. haleluya. Sifa ya kwanza ya tai ana nguvu na uvumilivu. Hiyo ndiyo sifa ya kwanza. Na sifa hii ya tai inatufundisha nini? Inakufundisha wewe hapo na mimi hapa ya kwamba yatupasa kuwa na nguvu kama tai, na yatupasa kuwa na nini? Na uvumilivu, kwa sababu kitabu cha Zaburi kinatuambia ya kwamba wakungojao hawataaibika hata nani? Hata mmoja. Waaibika watendao uhaini bila sababu. Kwa hiyo mpendwa, jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulijue ya kwamba yakupasa wewe kuwa na uvumilivu. Haijalishi ni mangapi unayoyapitia, haijalishi ni mangapi unayaona, lakini yakupasa uwe na uvumilivu. Katika mipango yako kuwa mvumilivu, katika maombi yako kuwa mvumilivu, kwa sababu hujui muda wala saa ambapo Bwana atayajibu maombi yako na atayanyosha mipango yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukirejea kwenye fungu letu kuu la Isaya 40 mstari wa 31, inasema bali wamngojeao Bwana hupata nguvu mpya. Wamngojeao Bwana hupata nguvu mpya. Wewe ambaye unasubiria au wamngojea Bwana kwa ajili ya ujio wa pili, hupata nguvu mpya. Lakini pia hupaa juu kwa mabawa kama tai, huruka wala hawachoki, hutembea wala hawazimii. Tai ni ndege ambaye hupaa juu sana, na huenda akawa ni ndege ambaye huenda juu kuliko ndege wengine. Sasa unaweza ukajiuliza, anastahimili vipi kukaa kule juu, ili hali wataalamu wa mambo wanakwambia kwamba kule juu unapokuwa unazidi kwenda joto linapungua, lakini pia unavyozidi kwenda kule hewa inabadilika. Je, tai huyu anaweza vipi kusurvive? Hayo ndiyo mambo makuu ayatendayo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sifa nyingine ya tai hupaa juu ya dhoruba. Juu ya nini? Ya dhoruba. Msomaji, naomba nitafutie kitabu cha Isaya sura ile ya 39 na ule mstari wa 27, utasoma mpaka mstari wa 29, ya kwamba tai ni miongoni mwa ndege ambao hupaa juu sana. Hapigani na dhoruba, bali hupaa juu yake, mfano wa muumini anayeshinda changamoto. Ya kwamba jinsi ambavyo unakutana na changamoto, si kwamba unapambana na changamoto hizo, ila ya kupasa wewe upae juu kama tai. Tai hapambani na dhoruba, ila hupaa juu yake. Dhoruba humfanya tai aweze kupaa, humuinua yeye. Huwa kama dhoruba linakuwa kama kitu cha kukupushi wewe. Waswahili wanakwambia kwamba ukimpiga chura teke unamuongezea hatua. Vivyo hivyo mpendwa, unapokutana na dhoruba, unapokutana na changamoto, ziwe ni ngazi za kukufanya wewe upige hatua kumwelekea Mungu wako. Haleluya. Kitabu cha Ayubu sura ya 39 mstari wa 27 hadi mstari wa 29. Mstari wa 27 hadi 29. Imeandikwa, naam. Je, tai hupaa juu kwa amri yako? Je, tai hupaa juu kwa amri yako? Wewe unayenitizama, unahisi ya kwamba tai anapaa kwa amri yako? Endelea. Na kufanya kioto chake mahali pa juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unahisi ya kwamba tai anapoweka kiota chake kule juu anafanya kwa amri yako? Jibu inakuja ni hapana. Ni kwa amri ya aliyemuumba. Na
Kiota cha tai kinakadiriwa kuwa na gramu 100 mpaka gramu 150 kwa kadri siku zinavyokwenda, ya kwamba licha ya yeye kuweka kiota chake juu sana, lakini kiota chake kinakuwa na uzito wa gramu 100 mpaka gramu 150. Ndio. Ukaa jabalini ndiko kwenye malazi yake. Ndio. Juu ya genge la jabali na ngomeni. Endelea. Toka huko yeye huchungulia mawindo. Bwana Yesu asifiwe. Toka juu ya genge, toka kwenye vilima, toka kwenye urefu wa mti, ndiko ambako tai huyachungulia mawindo yake. Haleluya. Nimewaambieni hapo awali ya kwamba tai ana uwezo wa kuona mbali, ana uwezo wa kuona mara 4 mpaka mara 8 ya uwezo ulionao wewe. Kwa hiyo anapokuwa kule juu ya vilima, juu ya genge na juu ya maporomoko, huweza kuyaona mawindo kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe. Endelea mtumishi. Macho yake huyaangalia toka mbali. Makinda yake nayo hufyonza damu, na kwenye maiti ndiko aliko. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huenda ikawa ngumu kuelewa ni nini ninakimaanisha hapa, lakini ya kupasa kuelewa ya kwamba Bwana analo kusudi kwa ajili yako. Bwana anakufanya wewe uwe ni mtu wa juu, uwe ni mtu ambaye utakapokutana na dhoruba, basi likufanye, ama dhoruba ile ikufanye wewe upige hatua zaidi kumwelekea muumba wako. Mpendwa, huenda hapo ulipo umekutana na dhoruba nyingi sana, lakini nikwambie tu ya kwamba Mungu wetu ana jambo juu yako. Tusimame wapendwa, tusimame tunapokuwa tukielekea huyu ndege tai. Upatapo nafasi ya kuimba, imba, haitojirudia. Na imba kwa furaha zote, kwa maana leo ni siku ya furaha, siku ya utakaso. Tutapaa kama tai, Uimbe wapendwa. kwenda juu mbinguni, milango ya mbinguni itafunguka, historia ya ajabu. Wengi hawajui wimbo. Tutapaa kama Basi tai, sikiliza.
vilio vitakoma, dunia imepita, mambo ni mapya, historia ya ajabu. Tutaimba nyimbo za ushindi, tumeshinda dhambi, duniani ni furaha tena ya ajabu, kuishi kule mbinguni. Tutaimba nyimbo za ushindi, tumeshinda dhambi, duniani ni furaha tena ya ajabu, kuishi kule mbinguni. Tutaimba nyimbo za ushindi, tumeshinda dhambi, duniani ni furaha tena ya ajabu, kuishi kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Huenda nyimbo hizi hukuwahi kuziimba hapo awali, lakini ni kuhakikishia ya kwamba tutapaa kama nani? Kuelekea wapi? Milango ya mbinguni itafanyaje? Sasa ili milango ya mbinguni ifunguke, ya kupasa upige hatua kiroho. Ya kupasa upige hatua kiroho. Sifa ya tatu ya tai. Tai ana maono ya mbali. Nilivyokuwa nikipitia kwenye magrupu ya TUCASA, nikakutana na tangazo la TUCASA Sonic. Nikakutana na watu wakiongea pale wawili watatu, lakini nikaamini ya kwamba watu wa Mungu tunayo maono ya mbali. Nikajiuliza ya kwamba je, watu hawa ni akina nani? Baadhi walikuwa wanajitambulisha kwamba mimi ni CEO wa dash. Nikaamini ya kwamba hakika watumishi wa Bwana wanayo maono. Je, na wewe unayo maono? Basi ya kupasa uwe na maono kama nani? Kama tai. Mjoli mmoja yuko hapa bado anasoma, anasumbuliwa na coursework, anasumbuliwa na 16, lakini ni CEO. Amen. Amina. Sasa niwaombe nyote wale wote ambao wana maono makubwa, CEO mlioko humu, mameneja mlioko humu, niwatie moyo ya kwamba Bwana atawatia nguvu, nanyi mtapaa kama tai. Amen. Lakini pia niwatie moyo ya kwamba bado unapokuwa CEO, haijalishi ni wa kampuni fulani, lakini ni lazima uwe mvumilivu katika kufikia ndoto yako. Lakini pia zaidi sana unayo kazi kubwa kwa ajili ya kuyaona mavuno ya Bwana, kwa sababu mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni nini? Wachache. Kama ni wachache, sasa wewe kama ni CEO, wewe kama ni manager, ya kupasa uwe CEO wa kazi ya Bwana. Haleluya. Amen. Na ninawaomba manager mlioko humu, CEO mlioko humu, na wengine wote wenye maono makubwa, TUCASA Sonic ni ya kwetu. Haleluya. Amen. Haleluya. Naomba tusome kitabu cha Yeremia sura ya 49 mstari wa 16. Yeremia 49 mstari wa 16. Miongoni mwa maono alionayo tai ni kwamba anapokuwa kule juu na anapoyaona mawindo, anaposhuka hakosi. Yaani akishuka anashuka jumla na anapita na mawindo yake. Haleluya. Haleluya. Amen. Hivyo basi, wewe nawe ukimtumainia Bwana, kwa hakika hayo maono yako ya mbali utayatimiza. Lakini ukienda kwa akili yako, hapana asubuhi kwako. Kama umepata unaweza kutusomea Yeremia 49 fungu la 16. Ndio. Katika habari za kuogofya kwa kiburi cha moyo wako kimekudanganya.
wewe ukaaye katika pango za majabali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi tumejifunza tatizo la uovu, na sasa ninawakumbusha ya kwamba kujiinua kwa Ibilisi ndiko kulikopelekea anguko lake. Vivyo hivyo wewe uliye na maono ya mbali, kujiinua kwako na kiburi chako ndicho kinachopelekea uangamivu wako. Hivyo basi, katika habari zote za kuogofya na kiburi cha moyo wako kimekudanganya, nini ufanye? Endelea kusoma. Ushikae kilele cha milima, ujapofanya kioto chako juu sana kama tai, nitakushusha kutoka huko, asema Bwana. Yote tuyafanye, lakini tukiamini ya kwamba yupo anayetutia nguvu. Kama nani? Kama tai. Wapendwa, hata msipojibu, ninaamini kwa neema ya Mungu ujumbe unafika. Amen. Ya kwamba hata kama tujitengenezee mipango mingi na mikubwa ambayo huenda ukaja ukabadilisha historia, nawe ukaitawala dunia kwa masaa, kama wanahistoria wanavyosema ya kwamba Adolf Hitler alikuwa na uwezo au alipata uwezo wa kuitawala dunia kwa masaa kadhaa, basi maono yako makubwa ukiyaendesha kwa kiburi chako na kujiinua, basi Bwana asema ya kwamba atakushusha. Hivyo ili usishushwe, ni lazima ujue ya kwamba yupo atoaye, yupo akuongozaye katika hayo maono. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sifa ya 4 ya ndege tai, tai huishi mahali pa juu. Huishi mahali pa juu. Wewe Mkristo, leo hii ya kupasa mawazo yako yawe mawazo ya nini? Ya juu, mawazo ya utakatifu. Hapo ndipo utakuwa mahali salama. Tunaambiwa ya kwamba hazina yako ilipo ndipo na moyo wako ulipo. Wapendwa, tujitahidi kuweka hazina au tujitahidi kuwekeza kwa Mungu. Tujitahidi kuwekeza juu, na hapo ndipo tutakuwa salama. Tai huishi juu kwa sababu ya usalama. Ili nasi tuwe salama leo hii, yatupasa tuishi juu. Ukisoma kitabu cha Ayubu sura ile ya 38 mstari wa 28, neno la Bwana linasema, hukaa jabarini, ndiko kwenye malazi yake, juu ya genge la jabali na ngomeni. Ukisoma kitabu cha Ellen G. White katika kitabu cha Thoughts from the Mount of Blessing, nasema ya kwamba maisha ya Mkristo yapaswa kuinuliwa juu ya tamaa za dunia, yakielekezwa mbinguni. Wewe na mimi, maisha yetu yapaswa kuinuliwa juu. Juu ya nini? Juu ya tamaa za dunia, na yakielekezwa katika kazi ya Mungu, au yakielekezwa mbinguni. Huko ndiko tutakuwa salama. Mkristo, hasa kijana, hukuumbwa kuishi maisha ya chini, na sio chini tu, chini ya dhambi. Mpendwa, hapo ulipokaa wewe, hapo hukuumbwa kuishi maisha ya chini. Uliumbwa ili uishi maisha ya juu sana. Hivyo usijihisi mnyonge na kuona ya kwamba huwezi. Bwana ambaye anampatia nguvu tai, Bwana ambaye anamuongoza tai kuweka kiota chake gengeni kule juu kabisa, sehemu ya maporomoko, huyo ndiye atakaye kuongoza wewe hapo kuwa na mawazo ya juu. Lakini pia ndiye atayageuza maisha yako na kuwa maisha ya juu sana. Hivyo huna budi au huna haja ya kujidharau, mpendwa. Lakini
Sifa ya 5 ya ndege tai. Tai hupata nguvu upya, au tai hupata upya nguvu zake. Tai hupata upya nguvu zake. Kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 5 kinasemaje? Wasomi wamechunguza na kuona ya kwamba tai ni miongoni mwa ndege ambao wanaligaini nguvu zao, ni miongoni mwa ndege ambao hurudisha ujana wao, na kitendo kile wamekiita ni molting. That kwamba tai hufanya kitendo hicho cha molting, kuyatoa manyoya yake na manyoya mengine kuota. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yatupasa na sisi leo hii utu wa kale tuuache na tujivike utu mpya. Zaburi 103 mstari wa 5, au shibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejezwa kama tai. Ujana wako utarejezwa kama tai. Ujana wako utarejezwa kama nini? Kama tai. Ya kwamba wewe uliye mzee katika kazi ya Mungu, Bwana atazirejesha nguvu zako, nawe utakuwa na nguvu kama nani? Kama tai. Na nguvu tunazoziongelea ni nguvu za kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mhubiri sura ya 12 kuanzia mstari wa 1 inasema ya kwamba mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla haijaja wala miaka utakaposema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu yangu, kijana mwenzangu, ukiwa bado unazo nguvu kama tai, ya kupasa uifanye kazi ya Mungu. Lakini pia kama wewe ni mzee, simaanishi uzee wa kiumri au cheo alichonacho Elder Paul, Elder Abedi na Elder Butogwa pale. Hapana, ninamaanisha uzee wa kuitenda kazi ya Mungu, ya kwamba hauna nguvu. Na wanasayansi wanakuambia ya kwamba mtu anapokuwa mzee nguvu hupungua, lakini kinga ya mwili hupungua. Vivyo hivyo unapokuwa mzee katika kazi ya Mungu, inamaanisha nguvu ya kuifanya kazi ya Mungu inapungua kwako, lakini pia hata uimara katika imani yako unapungua. Nini cha kufanya? Tumuombe sana Mungu arejeshe nguvu zetu, tuwe na nguvu kama tai, tuweze kuifanya kazi ya Mungu kabla ya ile miaka tutakaposema mimi na wewe hatuna furaha katika hilo. Kitabu cha Ellen G. White, kitabu cha Steps to Christ, sura ya Growing Up into Christ, inasema ya kwamba wamngojeao Bwana hubaki katika wanaomngojea Bwana hubaki katika udhaifu wao, hawabaki katika udhaifu wao, bali hupokea nguvu mpya za kimwili, nguvu mpya za kiakili na nguvu mpya za kiroho. Wewe unayemngojea Bwana haubaki kama ulivyo. Lazima utaipata nguvu ya kimwili, nguvu ya kiakili, lakini pia nguvu ya kiroho. Kuna wakati tunasema ya kwamba tunaelekea kipindi cha mitihani, lakini kipindi hiki cha mitihani mudi ya kusoma inakata. Ni kwa nini mudi inakata? Huenda unalijua jibu, lakini ukimtegemea Bwana atakutia nguvu ya kimwili, kiakili na hata kiroho pia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka watu wake waishi kama tai, wawe na nguvu, wanaopaa juu ya matatizo, lakini wenye maono, wanaochagua maisha ya juu, lakini pia wanaopata nguvu mpya kila wakati. Kila kukicha wanapata nguvu ya kuifanya kazi ya Mungu.
na hilo ndilo kusudi la Mungu. Mungu anatutaka tuwe na nguvu, anatutaka tupae juu ya matatizo, tuwe na maono, hasa wakati huu wa mwisho. Jambo hilo latupasa, lakini tunaochagua maisha ya juu na wenye nguvu mpya kila wakati. Wapendwa, nikutie moyo ya kwamba hujachelewa. Unao uwezo wa kuzirudisha nguvu zako za awali utakapofanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kulisoma neno. Jambo la pili ni maombi. Haleluya. Na jambo la tatu ni kuleta mmoja kanisani kwa ajili ya kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri hapo ndipo nimehitimisha. Kuna mtu hajanielewa? Ninaamini tutakapotoka hapa, kila mmoja atakwenda sasa kumwomba Bwana ampatie nguvu kama tai, nguvu katika usomaji wake, nguvu katika kukabiliana na matatizo ambayo anakutana nayo, lakini pia nguvu katika kazi ya Mungu. Lakini pia tutaenda mbali zaidi, tutamwomba Mungu atupatie maono, tuweze kuona wapi tulipo, wapi tulipotoka na wapi tunakokwenda. Hasa wewe kijana na mimi kijana, yatupasa kuwa na maono makubwa sana. Ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo tutakuwa na wito wa aina tatu. Nitakuwa na wito kwa viongozi wa kanisa. Bwana atutie nguvu kwa namna ya pekee sana, na sio nguvu tu kama tai. Kuna jambo ambalo sikuambia, ni kwamba tai anapokuwa na makinda yake yanapokuwa yameanza kukua, tai huyatoa kwenye viota na kuyaachia chini kuona kama yana uwezo wa kupaa. Na kabla lile kinda halijafika chini, yule tai kwa haraka sana hushuka na kulinyakua lile kinda, endapo litaonyesha ya kwamba halina uwezo wa kupaa. Hivyo viongozi wa kanisa, viongozi wa TUCASA na viongozi wengine wote, Bwana atutie nguvu katika kazi yake. Lakini viongozi hao Bwana atupe maono. Atupe nini? Maono. Tujue kazi ya Mungu tunaipeleka wapi. Pasipo maono, kwa hakika viongozi wa kanisa tunakwenda kulizamisha kanisa la Mungu. Lakini tunapokuwa na njozi, tunapokuwa na maono, hakika kanisa la Mungu litainuka juu na litapaa kama tai. Wito mwingine ni kwa wote washiriki, wewe na mimi, ya kwamba yatupasa tumuombe Mungu vivyo hivyo. Na kumwomba Mungu huko, wito huu unakuja pale ambapo unajiona kwa hakika wewe umekuwa ni mzee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ambaye ni mzee, ambaye unaona ya kwamba kwa hakika kazi ya Mungu umekuwa mvivu kwa namna fulani, huitimizi. Huenda huitimizi kwa sababu 1, 2, 3, lakini leo hii ni kwambie ya kwamba Mungu wetu atakutia nguvu na atakusimamisha, utaifanya hiyo kazi. Wale wote ambao wanatamani kurejesha nguvu zao, wanatamani Mungu awarejeze nguvu zao, waweze kuifanya kazi kwa ufanisi, wasimame pamoja nami. Lakini wewe ambaye bado hujawa tayari kwa ajili ya kazi ya Bwana, unaweza ukakaa. Lakini zaidi sana, wapendwa, nitoe wito huu ya kwamba yatupasa kuchagua maisha ya juu.
huenda kwa namna fulani maisha ya dhambi, kila unachokifanya waona kabisa unamkosea Mungu, kila hatua unayopiga waona kabisa wamwasi Mungu, na mengineyo mengi, ya kwamba maisha yetu yamekuwa chini. Nitakuomba utapiga hatua mbele, ya kwamba hakika mimi maisha yangu hayapo juu, maisha yangu yapo chini, maisha yangu hayaelekea utukufu. Utapiga hatua kuja mbele. Lakini pia nitawaomba na wale ambao watatamani kwa siku ya leo na siku zijazo Bwana ayabadilishe maisha yao. Anayabadilisha kwa namna gani? Huenda anayabadilisha kwa njia ya ubatizo, au huenda anayabadilisha kwa njia nyinginezo, lakini na wao watapita mbele, tutaomba pamoja nao. Mpendwa, ni jambo moja la kutafakari ya kwamba kuwa maisha ya juu au kufikia hatua unawaza yaliyo juu ni wewe na Mungu wako. Kama ni wewe na Mungu wako, jihoji. Je, maisha ninayoyaishi yanamwelekea Mungu? Na hata kama yamwelekei Mungu, ni hatua gani muhimu yanipasa kuzifanya? Kwa kuwa maisha yangu yamekandamizwa na roho ya umauti, sasa ninajitoa kwako, unitie nguvu. Mawazo yangu yawe ni mawazo yanayoelekea utukufu, maono yangu yawe ni maono ya uzima wa milele. Basi Bwana, ninakuja kwako. Kwa namna ya pekee sana tunapokuwa tukiimba huo wimbo unaoendelea, basi nitawaomba wapendwa kwa makundi kadhaa, hata wale CEO ambao wanatamani mambo yao yaendelee kuwa makubwa zaidi, nao watajiongea huku mbele. Tutamuomba Bwana kwa namna ya pekee sana azidi kuwapa maono makubwa, azidi kuwatia nguvu katika maono hayo, lakini pia azidi kuwapa maisha ya juu yaliyo matakatifu, nao watasogea huku mbele. Mpendwa, kwambie jambo moja ya kwamba hakika safari tuliyo nayo ni safari ambayo imejaa dhoruba, na kama imejaa dhoruba, usije ukategemea hata siku moja ya kwamba safari hii inayo raha au safari hii ni safari ya raha. Hapana, dhoruba lipo, na kama dhoruba lipo, ya kupasa ulishinde hilo dhoruba, ya kupasa umuombe Mungu. Tumemwongelea tai kama tai, lakini sifa alizo nazo tai ziwe sifa zetu kiroho, ziwe sifa ambazo zitatufanya sisi tuinuke juu kiutendaji, lakini pia kwa kila namna. Unapokuwa unaimba huo wimbo na kutafakari ya kwamba unarudi zizini mwa Bwana, jitahidi kumuomba Mungu sana ya kwamba ninapokuja kwako Bwana, hakika nipokee. Pasipo upendo wa Kristo, wapendwa, ni ngumu kuimaliza hii kazi, na hii kazi si ya wazee wa kanisa, na hii kazi si ya viongozi wa kanisa, ni kazi yetu sote. Na
kama ni kazi yetu sote, yatupasa tujitoe kwa namna fulani. Kama huku mbele kuna miongoni mwetu ambaye anasema ya kwamba yeye anaomba Bwana yabadilishe maisha yake, hasa kwa utakaso na kuyavua matendo yote ya zamani kwa njia ya ubatizo, anaweza kunyoosha mkono. Huenda ikawa leo, ikawa kesho, ikawa ni siku nyingine, lakini yuko tayari kwa ajili ya ubatizo, kuambatana na Kristo. Unaweza ukanyoosha mkono, mpendwa. Ubatizo unaofanyika si ubatizo wa maji pekee. Kunao ubatizo wa Roho. Waweza kumwomba Bwana akubatize kwa Roho kabla ya ubatizo wa maji, kabla ya kuudhihirishia ulimwengu ya kwamba ninatangaza mapambano kati ya mimi na Ibilisi. Waweza kumwomba Bwana akakubatiza kwa Roho. Hivyo mpendwa, kwa namna ya pekee sana, jitoe hivi sasa kwa ajili ya ubatizo wa Roho, ubatizo ambao Kristo mwenyewe atakubatiza. Huenda pasipo watu kutambua, huenda pasipo mimi mwenyewe kujua, lakini Bwana wetu ni mwingi wa rehema. Yeye huyafanya yaliyo mapenzi yake na kwa utaratibu wake anaojua yeye, lakini yote anayafanya kwa ajili yetu. Ndio maana hata pumziko iliwekwa kwa ajili ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokwenda kuomba, moyoni mwako mkabidhi Bwana maisha yako. Mwambie Bwana akupe nguvu, na nguvu hizi ziwe ni nguvu za ajabu sana, ambazo huenda tuliokuzoea tushindwe kujua zimetoka wapi. Akupatie nguvu kama tai, lakini pia kama jinsi tai anavyolinda makinda yake, vivyo hivyo muombe Bwana akulinde wewe ambaye ni kinda lake, wewe ambaye ni mtoto wake. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mkuu unayeketi mahali palipostirika juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Mfalme wa mbinguni, kwa unyenyekevu mkubwa sana, wana na binti zako tuko mbele yako, tuko ndani ya hekalu lako takatifu ambalo umeliteua kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Mungu wa mbinguni, wewe uliyemuumba tai na wewe ambaye unamuongoza tai, wana na binti zako leo hii tumekuja mbele zako tukihitaji uongozi wa Roho Mtakatifu juu yetu. Tazama, mbele yako yapo makundi mbalimbali. Kwa namna ya pekee sana, Mungu wa mbinguni, kapate kusikia kila dua na sala iletwayo kwako. Mungu wa mbinguni, wapo ambao wameshindwa kuifanya kazi yako,
Hivyo Mungu wa mbinguni, hebu rejesha nguvu katika kazi yako. Wape nguvu ya kiakili, wape nguvu ya kiroho, lakini pia Mungu wa mbinguni, wape nguvu ya kimwili. Kazi ya kuufanya ulimwengu kuwa wanafunzi ni ya kwetu, ila pasipo nguvu kutoka kwako Mungu wa mbinguni, sisi hatuwezi kitu. Mfalme wa mbinguni, ninakusihi kwa namna ya pekee sana, wajoli wako hawa wanayo maono makubwa sana. Nenda kayatimize. Roho ya kiburi kapate kuiondoa, roho ya majivuno kapate kuiondoa. Wape roho ya nidhamu, lakini pia wape roho ya usikivu ili wakapate kuyafikia maono yao. Baba mwema, kila hatua tupigayo tuipige kwa uongozi wako. Zaidi sana siku ujapo tuwe ni miongoni mwa watakao kuraki huko mawinguni. Mfalme wa mbinguni, tunapokwenda kunyamaza mchana huu wa leo, kapate kujidhihirisha kwa kila mmoja wetu. Baba wa mbinguni, walio na udhaifu wa mwili kapate kuwatia nguvu, walio na udhaifu wa roho na akili nao vivyo hivyo. Wajazi kulingana na wingi wa fadhili zako na neema yako. Wewe usiyechoka kapate kuyatenda haya, ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. yatarajiwayo kutokea baadaye. Amini tu ya kwamba Mwokozi yuaja, yu mlangoni. Amini tu ya kwamba Mwokozi yuaja, yu mlangoni. Yesu yuaja mara ya pili kuwachukua wateule. Mimi na familia yangu hatutaki kuachwa nyuma. Yesu yuaja mara ya pili kuwachukua wateule. Mimi na familia yangu hatutaki kuachwa nyuma. Amini tunakwenda juu, si kwa kuona bali ni kwa imani. Amini tunakwenda juu, si kwa kuona bali ni kwa imani. Imani tunafahamu ya kuwa mbingu ipo kwa ajili yao walio washindi. Jihadhari usiwe mmoja wa wasioamini ukapotea. Jihadhari usiwe mmoja wa wasioamini ukapotea. Kwa imani tunafahamu ya kuwa mbingu ipo kwa ajili yao walio washindi. Jihadhari usiwe mmoja wa wasioamini ukapotea. Jihadhari usiwe mmoja wa wasioamini ukapotea. Yesu yuaja mara ya pili kuwachukua wateule. Mimi na familia yangu hatutaki
pili, kuwachukua wateule. Mimi na familia yangu hatutaki kuachwa nyuma. Amini tunakwenda juu, si kwa kuona bali ni kwa imani. Amini tunakwenda juu, si kwa kuona bali ni kwa imani. Yesu yuaja mara ya pili, kuwachukua wateule. Mimi na familia yangu hatutaki kuachwa nyuma. Yesu yuaja mara ya pili, kuwachukua wateule. Mimi na familia yangu hatutaki kuachwa nyuma. Amini tunakwenda juu, si kwa kuona bali ni kwa imani. Amini tunakwenda juu, si kwa kuona bali ni kwa imani. Amini tunakwenda juu, si kwa kuona bali ni kwa imani. Amini tunakwenda juu, si kwa kuona bali ni kwa imani. You are watching Lumala Hope TV. There is hope in Jesus Christ.